Ukipita kwenye ukurasa wa X, zamani Twitter, wa Kigogo 2014, yani Kigogo Media, ameandika hivi: mbunge Nape Moses Nnauye anafadhili ugaidi, utekaji na mateso jimboni Mtama. Akaendelea kwa kuandika hivi: kwa muda mrefu sana kumekuwa na matukio yanahusisha wapinzani wa Nape Moses Nnauye ndani ya CCM na nje ya CCM huko jimboni Mtama kupatwa na matukio ya kutisha na wengine kupoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha. Watu wanatekwa, watu wanachomewa nyumba zao moto, watu wanatishiwa kwa kuwa tu wanapingana na bwana huyu au wanautaka ubunge wa jimbo la Mtama. Mwanzoni mwa mwaka jana, aliyekuwa mpinzani mkubwa na mbunge mtarajiwa wa jimbo la Mtama 2025-2030 aliuawa kwa sumu akiwa jijini Dodoma katika mazingira ya kutatanisha, na taarifa za kikachero zinadai tukio lile lilifadhiliwa na kuratibiwa na Nape Moses Nnauye. Baada ya tukio hili na matukio mengine ya kutisha yanayoratibiwa na bwana huyu kuinda watu wanaotaka jimbo la Mtama, tuliweka makachero wetu na ifuatayo ni ripoti kamili. Sasa shukeni nayo kwa utulivu. Ripoti kamili. Mnamo mwezi Disemba mwaka 2024 na Januari mwaka 2025, kwa ufadhili wa mbunge wa jimbo la Mtama Nape Nnauye, aliwakusanya vijana 179 kutoka katika kata 20 za jimbo na kuwapa mafunzo ya judo na karate katika hospitali ya wilaya iliyopo kata ya Kiwalala kwa lengo la kuteka na kumpiga yeyote ambaye atakuwa hamtaki yeye kama mbunge na yeyote anayeshabikia mtu yeyote anayetaka kugombea ubunge wa jimbo la Mtama. Anasema hivi: lengo ilikuwa ni kuwafunza ugaidi na uharamia vijana 200, lakini vijana 21 hawakufika kwa sababu mbalimbali. Bwana Nape kama mratibu na mfadhili wa uovu huu wa kutisha aliwapa vijana hawa jina la wadudu. Mnamo tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2025 huko katika kijiji cha Litipu kata ya Nyangamala katika jimbo la Mtama, kwa maelekezo ya Nape Moses Nnauye, wadudu walimteka kijana aitwaye Saidi na Nyenje, mwanachama wa CCM ambaye hamshabiki mbunge, na kumpeleka makao makuu Mtama kwa siku 3, na aliteswa sana na kumpiga na kumpa vitisho, ambaye alimwachia tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2025. Aidha, tarehe 27 mwezi wa pili huko katika kijiji cha Litipu tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2025, nyumba ya kijana aitwaye Lisuma wa kijiji cha Lipome kata ya Nyangamala tarafa ya Nyangamala, ambaye alionekana kutokuwa shabiki wake, nyumba yake ilichomwa moto na mtu ambaye hakumuona na kuteketea kabisa. Vijana hawa waitwa wadudu wanaongozwa na mtu anayeitwa Mpaya Saidi wa kijiji cha Naukauka kata ya Naukauka, na wamekuwa tishio sana kwenye vijiji na kata, hasa kwa watu wanaoonekana kuwa ni mtazamo tofauti na mbunge wa Mtama Bwana Nape Nnauye. Tunawezaje kama nchi kufikia hatua hii kwa kuwa na wabunge wa aina hii ambao wanatishia maisha ya watu na kuwateka na kuwatisha kwa kuwa wana mtazamo tofauti? Jimbo la Mtama lina deserve kuwa na mbunge wa maana atakayewaletea watu wake maendeleo, lakini sio uhuni unaofanywa na mtu huyu, tena mhamiaji tu kutoka Mwanza huko. Wananchi wenye mtazamo tofauti na mbunge Nape Moses Nnauye na watu wake, hasa hawa wanaojiita wadudu, wamekosa amani na wamekuwa wakipata lugha za vitisho, kejeli, dharau na majigambo kutoka kwa Nape Nnauye na kuahidi hadharani kuwa yeyote asiyemtaka yeye kama mbunge atashughulikiwa. Sasa hatutaki mambo yawe mengi. Vyombo vya dola tunawasogezea mtu wenu huyu hapa na namna kazi ya kufanya kuhusu haya. CCM na chama mnajua cha kufanya. Majina ya wahanga hayo na wahusika wa kikosi cha utekaji kinachofadhiliwa na Nape Nnauye hayo hapo. Kazi kwenu sasa. Hatuwezi kukubali kuwa na taifa la watu wanaoweza kuunda vikundi vya Interahamwe na kuua watu na kutesa watu kisa siasa na ubunge. Hatuwezi kukubali hata kidogo sifa njema ya serikali ya CCM iharibiwe na maharamia kama hawa. Hili ni andiko lililoandikwa na Kigogo
Kigogo 2014 akimshutumu kuwa Nape anafadhili ugaidi huko kwao Mtama. Lakini pia hakuishia hapo, kwa sababu haya yamekuwa ni maandiko, ameandika maandiko kama 3 hivi kumhusu Nape Moses Nnauye. Sasa akaenda akaandika tena hivi, akasema Nape Nnauye ni gaidi na haramia. Anasema imekuwaje mpaka tunakuwa na wanasiasa wanaunda vikosi vya mauaji? Umeona? Inakuwaje mpaka tunakuwa na wanasiasa wanaunda vikosi vya mauaji na kuteka? Umeona? Anasema hivi, jibu ni rahisi sana, kuwa unapokuwa na wanasiasa kama Nape Nnauye ambao hawana kazi nyingine ya kufanya maishani mwao na wamegeuza siasa kuwa ni kazi, haya ndio matokeo yake. Nape Nnauye kwake ubunge ni kazi ya kujikimu kimaisha na wala sio huduma kwa jamii kama ambavyo inapaswa kuwa. Ndivyo maana inafikia hatua ya kuunda vikosi vya Interahamwe na kuteka wapinzani wake na kuwachomea nyumba zao moto. Mtu wa hivi ni mbunge tu, anadiriki kufanya matendo machafu kiasi hiki kwa Watanzania wenzake. Hivi huyu mtu angekuwa rais kama ilivyokuwa anaota kuwa atakuwa rais 2030, si angekuwa hatari sana kuliko hata Hitler? Yaani yote haya anayafanya kwa sababu tu ya ubunge. Hivi ubunge ni kazi ya maana sana kiasi hiki cha kuua wapinzani? Sawa, kuchoma moto nyumba zao na kufanya vitu vingine vya namna hiyo. Hivi mtu mwenye kazi zake nyingine zaidi ya ubunge anaweza kudiriki kufanya haya? Jibu ni hapana. Hawezi, kwa kuwa ubunge haupaswi kuwa kazi bali huduma kwa jamii, na hakuna haja ya kuumiza wengine kisa wanatishia ubunge wako. Unapokuwa na wanasiasa wanaofanya mambo ya namna hii, tena wazi wazi kabisa, ni hatari sana. Kama taifa kwa kuna siku Watanzania watachukia wanasiasa wote, na huo ndio utakuwa mwanzo wa machafuko, kwa kuwa tu watu kama Nape Nnauye wameachwa mpaka kuunda vikosi vya kigaidi ndani ya Tanzania, na wametesa na kuonea watu sana kwa sababu za kisiasa tu. Mtu anaifikia hatua ya kuchoma moto nyumba za watu wanaompinga, huyu ni muuaji. Mtu anaifikia hatua ya kukusanya vijana wahudi na kuwapa mafunzo ya kufanya vurugu, hana tofauti na Fadhili Panyarodi na Interahamwe, na mtu huyu ni gaidi. Anachokifanya Nape Nnauye ni ugaidi wa hali ya juu sana, na ni bahati mbaya sana vyombo vyetu havijaweza kujua hili mapema, lakini bado hamjachelewa. Huyu mtu anapaswa kuwa jela muda huu na achunguzwe kwa kuunda vikosi vya ugaidi ndani ya Tanzania na ashughulikiwe kisheria bila haya. Lakini Kigogo hakuishia hapa. Akasema mtu wa aina hii akipata nafasi, kuna siku anaweza mobilize vikosi vya kupindua hata serikali, kwa kuwa ana tamaa sana ya madaraka, na kwake siasa ni kazi ya kujikimu na kufanya maisha. Hivyo yuko tayari kuua yeyote anayekuja mbele yake na kumpinga. Unaona? Lakini pia Kigogo kaendelea kusema hivi, hatuwezi kukubali na kuruhusu kama taifa kuwa na watu wa aina hii kwenye mifumo ya siasa zetu, kwa kuwa nchi hii sio ya kiuni, na hatuwezi kukubali wahuni wawe kwenye siasa zetu. Kwa matendo haya, Nape anatakiwa awe jela na uchunguzi mzito sana wa matendo yake wa kuunda vikosi ya ugaidi na kutekeleza utekaji na kuchoma nyumba za watu moto. Huyu hafai kuendelea kuwa mbunge na hafai kuendelea kuwa kiongozi ndani ya nchi hii. Ni ajabu sana CCM kuendelea kuwa na mtu wa hivi kama mwanachama wenu na bado ni mbunge. Mnayo nafasi ya kushughulikia hili na muda bado upo, lakini muda ni mwalimu pia. Haya ni maandiko ya Kigogo 2014 akimshutumu Nape Moses Nnauye kuwa ni gaidi na anafadhili matendo ya kigaidi huko jimboni kwake Mtama mkoani Lindi. Lakini Kigogo hakuchoka. Akaendelea kwa kutoa maandiko tofauti kumuhusu Nape Moses Nnauye kwa kile ambacho anakifanya huko jimboni kwake. Lakini kuna mtu akawa kama ameshangaa hivi, anaitwa Mapungo. Unaona? Anasema amekuwa gaidi jameni? Kigogo akareply akasema hivi, tuna ushahidi mpaka wa mafunzo ya kikosi chake cha Interahamwe. Umeona? Akasema mtu anaitwa Mganga akasema haisee, amshangaa. Mtu mwingine akashangaa, umeona? Kwa hiyo kumekuwa na shutuma hizo. Ambazo zimetolewa na Kigogo akimshutumu Nape Moses Nnauye kuwa anatekeleza matukio ya kigaidi huko jimboni kwake
jimbo la Mtama mkoani Lindi kwa kuunda vikundi ambapo Kigogo yeye anadai ni vya kigaidi ambapo amekiita wadudu. Unaona? Kwa hiyo mtu yoyote, nasemekana mtu yoyote anayeenda kinyume na Nape Moses Nnauye anashughulikiwa. Kwa hiyo mimi sijui, na taarifa hizi sina uhakika nazo, lakini zimetolewa na Kigogo Media. Kwa hiyo mimi natumia hii account ya Kigogo Media kama source ya hizi taarifa, sababu taarifa nyingi amekuwa akiziandika na zimekuwa zikitokea hivyo. Unaona? Zimekuwa zikitokea hivyo kama ambavyo yeye ameziandika. Kwa hiyo tusubiri kama Nape mwenyewe atakuja kukanusha au vyombo husika kama vitachukua hatua, lakini tusubiri tuone, maana Kigogo kwa kipindi fulani amekuwa kama akitumika kama credible sources ya taarifa nyingi. Unaona? Kwa hiyo tusubiri tuone nini, au tuone reaction ya Nape itakuwa hivi. Kwa hiyo nikusi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usahau kusubscribe, kulike na kushare uwe wa kwanza kupata taarifa nyingine kama hizi. Ciao.